Karibu katika New Trending, tuzidi kufahamishana taarifa mbalimbali, hasa zile ambazo zinaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Baki nasi hapa, gusa maneno yaliyoandikwa subscribe kwa taarifa nyingine nyingi zaidi. Ni takribani mwaka mmoja sasa umepita tangu kifo cha mtoto Grayson, mtoto wa mfanyabiashara maarufu sana jijini Dodoma anayefahamika kwa jina la Jojo Ladies Point, lakini pia wengine walimfahamu mtoto huyu kama mtoto wa Chief Godlove. Mtoto huyu alifariki tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2024 kwa kuuawa kikatili na watu ambao hawajafahamika. Jambo hili liliweza kuleta huzuni kubwa sana kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia kwa Watanzania wote kwa ujumla, kutokana na jinsi ambavyo mtoto huyu alikuwa bado mdogo. Ndo kwanza alikuwa na miaka 6. Alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2019 na aliuawa tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2024. Sasa imetimia miezi 12, mwaka mzima, na hatimaye sasa mama mzazi ameweza kuonyesha nia ya dhati kabisa ya kumbukizi ya kumkumbuka mtoto wake, lakini pia kutoa msamaha kwa wote ambao walikatisha uhai wa mtoto wake. Kabla sija kusomea kwanza kile ambacho mama yake ameweza kukiandika katika Instagram, ni kusomee kwanza taarifa ya polisi ambayo ilitolewa siku ya tarehe 25, 26 mpaka tarehe 27, taarifa rasmi kuhusiana na kifo cha mtoto huyu, lakini pia kwa wale ambao pengine watakuwa wamesahau, basi hii ni kumbukizi. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, George Katabazi, alizungumzia tukio hili ambapo alisema mwili wa mtoto huyu ulikutwa ndani ya nyumba ukiwa na majeraha shingoni. Katabazi alisema tukio hili lilitokea majira ya saa 1 asubuhi katika mtaa wa Bwawani, Ilazo Extension, jijini Dodoma, nyumbani kwa ofisa uvuvi wa Mtera, Hamis Mohamed. Alisema Mohamed na mama wa mtoto huyo walitoka kwenda matembezini na kumwacha chini ya usimamizi wa dereva bodaboda maeneo ya Ilazo Extension, ambapo alijulikana kwa jina la Kelvin Gilbert huyu bodaboda. Kamanda Katabazi alisema kwamba bodaboda huyo walimfahamu kupitia huduma za usafiri aliyokuwa anaitoa kwa familia hiyo. Sasa hii ni kumbukizi ya kile ambacho kilitokea, lakini pia nikukumbusha kwamba Chief Godlove alionekana sana akiwa na ukaribu mkubwa sana na huyu mtoto mara kadhaa, na wengine pia kudhani kwamba ni baba halisi, lakini yeye alikuwa ni baba tu mlezi kutokana na ukaribu wake. Sasa Jojo, mama mzazi, katika ukurasa wake wa Instagram kaweza kuweka posti 3, zote zikiwa ni za kuonyesha kumkumbuka mtoto wake, lakini pia kutoa msamaha kwa wote ambao walihusika. Kaandika kwamba ni mwaka sasa tangu tarehe 25 uliponiacha mwenyewe. Gray wangu, umekaa kimya bila kusikia sauti yako. Kila nikiwaza vile ulikuwa mpole, unampenda Mungu na unaheshimu wakubwa na wadogo, lakini watu hawakujali na kuamua kukuchinja na kukutoa ubongo mwanangu. Natamani ungekuwepo, lakini haupo tena. Umelala, huwezi niita mama tena. Sijui saizi upo na hali gani huko kaburini. Babangu, nimejaribu kuwa sawa lakini imekuwa ngumu. Rest in peace son, tutaonana mbele. Binadamu mlioweza kuniondolea mtoto wangu wa pekee, nimewasamehe. Hakuna aliyezaliwa na atakaa milele. Akamalizia na emoji za kushukuru. Kisha akaendelea tena katika posti nyingine kwamba nimewasamehe kwa mlio nikatishia uhai mwanangu. Disemba 26 tulikupumzisha mwanangu kwenye nyumba yako ya milele. Tutaonana baadaye toto. Akaposti tena kwa kuweza kuonyesha msisitizo kwamba nimesamehe kwa mliokatisha uhai wa mwanangu. Disemba 26 tulikupumzisha mwanangu kwenye nyumba yako ya milele. Tutaonana tena baadaye. Ndio posti ambazo zinaonekana saizi katika ukurasa wa Instagram wa Jojo kuweza kuonyesha kwamba ameweza kusamehe kabisa wote waliohusika, lakini pia watu mbalimbali wamekuwa wakiendelea kutuma salamu zao za pole, watu maarufu pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Wolper Stylish kaandika kwamba pole mami, pole sana.
akaweza kumjibu asante sana. Mwingine naye akaandika kwamba pole jamani, akitoka mtoto inauma sana jamani, Mungu azidi kukupa nguvu. Mwingine naye akaandika kwamba inaumiza sana, pole na hukumu ya Mungu itawaadhibu popote walipo. Mwingine naye akaandika kwamba pole sana rafiki yangu, hakuna anayeweza kuvaa kiatu chako. Hizi ni baadhi ya comment miongoni mwa comment nyingi ambazo zimedondoka juu ya jambo hili, kwa sababu kifo hiki ni miongoni mwa taarifa ambazo ziliweza kuumiza watu wengi. Mwenyezi Mungu azidi kumpumzisha mahala pema peponi huko alipo. Bye bye.